Je, unaweza kuwaza hili? Mwanamuziki mkubwa zaidi duniani anaingia Afrika, si kwa konseti, bali kumtembelea mmoja wa watu walioheshimika zaidi katika historia ya dunia. Hii si sinema, ni kweli kabisa. Miaka 1996, Michael Jackson, King of Pop, alifika Afrika ya Kusini akiwa kwenye kilele chake cha umaarufu, lakini badala ya kuzungumza na mashabiki zake au kufanya show kubwa, yeye alichagua jambo tofauti kabisa. Alikwenda kumwona Nelson Mandela, mtu ambaye dunia nzima ilikuwa inamuona kama alama ya uhuru na ushujaa duniani. Alizungumza kwa utulivu, wakatabasamu pamoja, wakipeana mikono kama watu wawili wanaojua uzito wa majukumu yao duniani. Nelson Mandela alimkaribisha Michael Jackson kwa upendo mkubwa, naye Michael Jackson alionekana kuguswa sana na historia ya mapambano ya Afrika ya Kusini. Wakati King of Pop alipowasili kwenye makazi ya Simba wa Afrika, Nelson Mandela, huko Johannesburg, mazingira ya nje yaligeuka kuwa kama sherehe kubwa. Umati wa watu na waandishi wa habari nje ya nyumba ya Nelson Mandela kulifurika mamia ya mashabiki na waandishi wa habari waliosafiri kutoka nje ya Afrika ya Kusini kushuhudia miamba miwili ya dunia wakikutana. Haikuwa tu picha ya watu wawili maarufu, ilikuwa ni muunganiko wa muziki na historia, na picha yao ya pamoja ilikuwa ni moja ya picha za kihistoria zaidi duniani. Leo hii watu bado wanaikumbuka siku hiyo kama wakati ambao dunia iliona kitu kikubwa zaidi ya umaarufu. Swali linabaki, ni watu wangapi leo wanaweza kuacha kila kitu kuheshimu mtu mwingine kwa kiwango hicho?